Naam, ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa WMIFM kupitia masafa ya 90.4 Dar es Salaam. Msomaji wako wa leo ni mimi Warda Msham. Na sasa moja kwa moja msikilizaji na mtazamaji wa WMIFM, moja kwa moja ni kupitisha katika muhtasari wa habari. Miaka 7 jela kwa kutumia vyeti vya marehemu. Mtoto anajisiwa na kuuawa, mwili watelekezwa jirani na kwao. Gazeti la The Guardian laibuka kidedea tuzo za Super Brandy. Na mtoto wa Khamenei achaguliwa kiongozi mkuu Irani. Habari kamili. Dar es Salaam. Wanawake wanaojihusisha na utetezi wa haki za binadamu kupitia majukwaa ya kidijitali wameitaja changamoto ya udhalilishaji katika mitandao ya kijamii kuwa kikwazo kikubwa katika utekelezaji wa majukumu yao. Hayo yameelezwa na washiriki wa mjadala uliofanyika jijini Dar es Salaam wakati wa maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yaliyoandaliwa na mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC. Singida. Baraza la Umma Taifa chini ya mwenyekiti wake Mufti wa Tanzania Sheikh Dr. Abubakar bin Zubeir limetengua uteuzi wa baadhi ya mashehe katika mkoa wa Singida, akiwemo kadhi wa mkoa, kufuatia viongozi hao kufanya kikao na kutangaza kumvua madaraka katibu wa Baraza la Waislamu Tanzania BAKWATA mkoa wa Singida kinyume cha katiba na kanuni za taasisi hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Singida, Shekhe wa mkoa Isa Nasoro amesema Baraza la Umma Taifa limeamua kutengua uteuzi wa viongozi hao ili kurejesha utulivu, umoja na ufuataji wa katiba ndani ya taasisi hiyo ya Kiislamu. Kigoma. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani Kigoma imemkamata na kumfikisha tena mahakamani Neema Moshi aliyekuwa ametoroka baada ya kuhukumiwa kifungo cha miaka 7 jela kwa makosa ya kutumia vyeti vya mtu mwingine. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Kigoma Asha Kwariko amesema mtuhumiwa huyo alitoroka baada ya kuhukumiwa na mahakama Disemba 16, 2024 na kutokomea kusikojulikana kwa takriban miezi 14 kabla ya kukamatwa tena na kufikishwa mahakamani Machi 9, 2026 ili kusomewa hukumu yake. Hali ya taharuki imetanda miongoni mwa wakazi wa eneo la Isakalilo katika manispaa ya Iringa baada ya watu wasiojulikana kumnajisi mpaka kumuua mtoto mmoja aitwaye Naomi Kivamba mwenye umri wa miaka 13 kisha kutelekeza mwili wake jirani na nyumbani kwao. Mwenyekiti wa mtaa wa Njia Panda Maisha Modestas amesema tukio hilo limewashtua na tayari taarifa zimetolewa kwa vyombo vya dola ili uchunguzi ufanyike na hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa. Na mimi moja kwa moja nikupeleke katika habari za kimataifa. Kenya. Gazeti la The Guardian limeibuka tena mshindi wa tuzo za Super Brandy Afrika Mashariki, ikiwa ni ushindi wa mara ya 11 mfululizo tangu kuanzishwa kwa tuzo hizo mwaka 2007. Hafla ya utoaji wa tuzo hizo ulifanyika jana jijini Nairobi, Kenya, na kushirikisha washiriki kutoka nchi mbalimbali za Afrika Mashariki. Tuzo hizo za Super Brandy hutolewa kwa misingi ya kura za wateja kwa chapa zilizofanya vizuri sokoni. Pretoria. Kikao cha kamati ya fedha cha Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kimefanyika Machi 9 jijini Pretoria, Afrika Kusini, kikijadili hali ya fedha ya jumuiya hiyo katika kuimarisha ushirikiano wa kikanda. Miongoni mwa ajenda zilizojadiliwa ni hali ya michango ya nchi wanachama wa SADC, mapitio ya utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2025-2026 kwa kipindi cha miezi 9 kuanzia Aprili hadi Disemba 2025, pamoja na mapendekezo ya bajeti ya mwaka wa fedha
2026-2027. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa UN Antonio Guterres amemteua raia wa Marekani James Swan kwa ajili ya kuongoza tume yake ya kuleta utulivu Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Swan aliwahi kushika nyadhifa mbalimbali ikiwemo balozi wa zamani wa Marekani nchini DRC chini ya utawala wa Barack Obama na mkuu wa zamani wa tume ya Umoja wa Mataifa nchini Somalia, na kwa sasa ataongoza MONUSCO akichukua nafasi ya Bintou Keita kutoka Guinea. Irani. Vyombo vya habari vya serikali vya nchini Irani vimeripoti kwamba baraza la wataalam kuchukua nafasi ya baba yake Ayatollah Ali Khamenei kama kiongozi mkuu mpya wa nchi hiyo. Taarifa hiyo imetolewa na bunge la wataalam iliyosomwa kupitia televisheni ya serikali hii leo. Imesema licha ya hali mbaya ya wakati wa vita na vitisho vya moja kwa moja vya maadui dhidi ya Irani, lakini wamefanikiwa kumpata kiongozi mpya. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa WMYFM. Masafa ya 90.4 Dar es Salaam. Sikiliza tena muhtasari wake. Miaka 7 jela kwa kutumia vyeti vya marehemu. Mtoto anajisiwa na kuuawa, mwili watelekezwa jirani na kwao. Gazeti la The Guardian laibuka kidedea tuzo za Super Brand. Na mtoto wa Khamenei achaguliwa kiongozi wa Irani.